Sakafu ya kwanza ambayo itakuwa ni vizimba, kutakuwa kuna maeneo ya mboga mboga, na tumeweka utaratibu mzuri kwamba kila sakafu au kila floor itakuwa na biashara yake. Biashara ambayo itakuwa floor ya kwanza au utaikuta floor ya pili au utaikuta floor ya tatu. Kwa hiyo kuna biashara ambazo ziko floor ya 3, 4 na 5 nimeelezea ni viuatilifu, wala ambao zamani walikuwa kwenye soko kuu. Wamepangiwa maeneo mazuri. Lakini mwisho kabisa kuna sakafu ya juu ya paa. Huko ndo kuna migahawa kama alivyoeleza mheshimiwa. Kuna migahawa, kwa hiyo wale ambao wanahitaji migahawa siku tukitangaza kwenye tausi hiyo Jumatatu, tunawakaribisha sana waje kukoti na kupata maeneo ya kufanyia biashara. Ndugu waandishi wa habari, na kushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa maelezo mazuri. Sisi kama shirika la masoko Kariakoo tumejipanga kwa ajili ya kuwarejesha wafanyabiashara katika maeneo yao kama ilivyokuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba wafanyabiashara wote waliokuwepo pale warejee kwenye maeneo yao. Wafanyabiashara wetu ambao maeneo tuliokuwa nayo ilikuwa ni maeneo 1520, lakini mpaka kufikia sasa wafanyabiashara 1159 ndio ambao wamejisajili kwenye mfumo na wamejaza fomu za uhakiki kwa ajili ya kupewa mikataba na wamepangiwa maeneo kwenye mfumo wetu wa tausi. Wafanyabiashara wetu tumewagawanya kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale wafanyabiashara wa vizimba ambao awali hapo walikuwa na vizimba lakini walikuwa wanapanga chini. Kundi la pili ni wafanyabiashara wa viuatilifu, nafaka na ifungashio ambao wenyewe watakaa floor ya 3, 4 na 5. Kundi la tatu ni wale wafanyabiashara ambao ameelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kulijenga soko kwa ukubwa, kuna maeneo mengine yamebaki wazi. Hayo maeneo tutayatangaza kwa umma kwa ajili ya wafanyabiashara wengine wenye nia kufanya biashara katika soko kuu la Kariakoo waweze kuyachukua. Tutaweka utaratibu vizuri kwamba tutafanyaje, lakini tuna makundi matatu. Ndugu waandishi wa habari, kwenye kundi la kwanza la wafanyabiashara wa vizimba ambao wenyewe walikuwa ni 764. Kati ya hao 627 tayari wamefanikiwa kujaza fomu, wamesaini mikataba na tumewaingiza kwenye mfumo wetu wa tausi. Maana ni sana 81% ya wafanyabiashara wako tayari kuanza biashara. Kama alivyoelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba soko linapokamilika hao wote wako tayari. Hata tukiwaambiwa kesho waingie, wana mikataba mkononi, ni kulipia malipo yao kwa control number ambayo tumeshawapa waweze kuanza biashara. Kundi la pili kama nilivyoeleza kwamba ni wale ambao wanaenda kukaa sehemu ya ghorofa ya 3, 4 na 5. Hao ni wale ambao walikuwa wanafanya biashara ya nafaka, viuatilifu, lakini na vifungashio. Hao wenyewe walihitaji maeneo makubwa kulingana hawakuwa na vizimba. Wale vizimba vimejengwa lakini wenyewe walitaka maeneo kulingana na square meter. Kwa haya maeneo yao ndio yako hatua za mwisho kukamilika kwa ajili ya kugawanya na wenyewe tayari wamepangiwa maeneo kwenye mfumo. Kundi la tatu ni wafanyabiashara wapya au wageni ambao haya maeneo yatatangaza kwenye mfumo wa tausi au kwa umma ili watu waweze kuyachukua maeneo. Utaratibu ukoje? Utaratibu kwamba mtu anakuwa amejisajili au anahitaji kujisajili kwenye mfumo wa tausi, na siku ya mnada yeye anaenda kubidi kule kwenye mfumo na kuweza kupata eneo. Maeneo yote yatawekwa kulingana na ukubwa wake, tutaweka picha zake na tutatoa muda kwamba ndani ya siku ngapi. Muda ndani ya siku 7. Na shirika la masoko Kariakoo tumejipanga kutangaza maeneo ya wafanyabiashara haya tarehe 2 Jumatatu, tarehe 2 ya mwezi wa 6. Tutatangaza maeneo hayo, wafanyabiashara wote, wananchi wote wenye nia na kufanya biashara na shirika la masoko Kariakoo tunawakaribisha. Kwa kuna maeneo ambayo ni potential ni mabenki. Lakini kuna maeneo mengine ni ya nguo. Kuna maeneo mengine ni ya magodown. Lakini pia kuna parking za magari za kutosha. Nadhani nafahamu Kariakoo kuna changamoto ya parking. Lakini kwa mapenzi mema Mheshimiwa Rais alipoboresha soko kulikuwa na sehemu ya kupaki magari zaidi ya 350 kwa wakati mmoja. Baada ya kufanya utafiti wetu tumegundua hayo magari yanakaa yanaweza kubadilisha zaidi ya mara 3. Kwa hiyo tuna paki za kutosha 900 mpaka 1000 na. Kwa hiyo tunawakaribisha wale wanaokuja kuwekeza Kariakoo wafahamu pia kutakuwa na nafasi za kupaki magari, lakini wale wanaozunguka soko la Kariakoo kuna maeneo ya kupaki magari. Kama nilivyoeleza kwamba zaidi ya 81% wameweza kujaza mikataba na kupangiwa maeneo yao. Kuna asilimia kidogo imebaki. Haya maeneo tumeendelea kuyafanyia kazi kama shirika, kuna changamoto kidogo. Changamoto zenyewe baada ya kamati kujiridhisha na majina ambayo yalitakiwa yarudi sokoni. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wamefariki.
Kwa hiyo kuna taratibu ambao watakiwa wafuate za mirathi ili kuja kueleza kwamba huyu sio fulani, kamati ya mirathi au familia imempitisha huyu. Lakini kuna wafanyabiashara wengine hawakuja kabisa kwenye shirika, ambao wako 18. Hawakuja kwenye shirika kabisa kujaza fomu wala hawajaingia kwenye mfumo wa tausi. Hii inatudhihirishia kwamba baada ya kamati kupita, kwa sababu sasa hivi tunataka mtu mmoja duka moja, na tunakusajili kwa TIN namba na NIDA namba. Kwa mtu ambao una TIN namba moja hawezi kuja kuchukua duka la pili. Tunahisi hao ni miongoni mwa watu walikuwa wamejaza mara mbili. Kuona yenyewe tumespia kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja soko likianza, hakutokuwa na room tena. Hayo maeneo tutayatangaza kwa umma ili watu wengine waendelee kupata kuliko kuendelea kushikilia nafasi. Lakini pia kuna maelekezo kwa watu ambao walikuwa wanadaiwa wakati shirika linaungua, soko linaungua. Kwa hao tumeshawaelekeza, tumwandikia barua, tumwapigia simu, tunawaelekeza tena hizo siku ambazo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametoa siku 10 kwa wengine, na sisi pia tutatoa siku 10 kwa hao. Tumewavumilia sana kwa sasa, siku 10 waje walipe madeni yao ambao wako 99. Walikuwa ni wengi sana, tunawapongeza, wamepungua wabaki 99. Na shahidi letu hamna mfanyabiashara atakayerejea kwenye soko kama alikuwa na deni. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, ningependa kuelezea maeneo ambayo yanapatikana kwenye soko letu. Sakafu ya kwanza ambayo itakuwa ni vizimba. Kutakuwa kuna maeneo ya mboga mboga, na tumeweka utaratibu mzuri kwamba kila sakafu au kila floor itakuwa na biashara yake. Biashara ambayo itakuwa floor ya kwanza au utaikuta floor ya pili au utaikuta floor ya tatu. Kwa hiyo kuna biashara ambazo ziko floor ya 3, 4 na 5 nimeelezea ni viuatilifu, wala ambao zamani walikuwa kwenye soko kuu. Wamepangiwa maeneo mazuri. Lakini mwisho kabisa kuna sakafu ya juu ya paa. Huko ndo kuna migahawa kama alivyoeleza mheshimiwa. Kuna migahawa, kwa hiyo wale ambao wanahitaji migahawa siku tukitangaza kwenye tausi hiyo Jumatatu, tunawakaribisha sana waje kukoti na kupata maeneo ya kufanyia biashara.